Leo hii nitakupa historia ya mfalme wa soka duniani, mshindi wa Ballon d'Or mara 5, Champions League mara 5. Hata katika nchi yake amejengewa sanamu kubwa kama heshima kwake. Huyu anaitwa Cristiano Ronaldo. Kabla ya kuzaliwa Ronaldo, historia yake ni kama script ya movie. Wazazi wake Ronaldo walibahatika kupata watoto watatu kabla ya Ronaldo, na pale mimba ya Ronaldo ilipoingia, wazazi wake walitamani kuitoa sababu ya ugumu wa maisha. Waliona hawawezi kulea mtoto mwingine katika familia yao masikini ya Mungu. Hawakujua kumbe tumboni yupo kichanga kitakachoweza kupendwa zaidi duniani. Mama yake na Ronaldo alienda mpaka hospitalini ili aweze kutoa mimba, ila cha ajabu daktari akakataa kutoa mimba hiyo. Hatujui daktari alikumbwa na nini, ila hakukubali kuitoa mimba ile. Basi mama yake na Ronaldo akajitafutia mwenyewe madawa na kuyanywa. Alikunywa na pombe nyingi sana ili mimba itoke, ila cha ajabu mimba hiyo haikutoka. Kumbe Mungu alipanga huyu mtoto lazima azaliwe. Hatimaye tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 1985 Cristiano Ronaldo alizaliwa. Ingawa na mazingira magumu aliyozaliwa Ronaldo, ila Mungu alimsaidia kupambana na kuyajua maisha akiwa na umri mdogo. Wazazi wake na Ronaldo walikuwa hawana uwezo kabisa. Waliishi katika nyumba isiyo na umeme wala maji. Tena walikuwa wamepanga katika nyumba yenye vyumba viwili tu, hivyo Ronaldo alikuwa analala chumba kimoja na ndugu zake 6. Kama watoto wengine wa Uswahilini, starehe kubwa ya mtoto wa kiume ni kucheza mpira wa miguu. Ronaldo alipenda sana kucheza soka akiwa mdogo. Kutokana na kipaji chake kikubwa Ronaldo alichokuwa nacho, ilikuwa ni rahisi kwa scout kumwona. Akiwa na miaka 12 Ronaldo alifanikiwa kujiunga na klabu ya Sporting Academy. Akiwa na miaka 12 tu Ronaldo alilazimika kuondoka kwao na kwenda kuishi camp ya Sporting Academy. Maisha ya Ronaldo yalikuwa ni magumu sana katika club hiyo. Unaambiwa Ronaldo na marafiki zake baada ya mazoezi walikuwa wanaenda kwenye migawaha ya chakula na kuomba angalau wafanye usafi ili wapate chakula. Ingawa alipitia maisha magumu, ila hakukata tamaa. Alijua tobo lake ndio lipo hapo. Msoto huo ndio ulioweza kumjenga Ronaldo kufanya mazoezi usiku na mchana. Akiwa na miaka 14 tu alifukuzwa shuleni kutokana na utovu wa nidhamu. Ila baadaye ilijulikana Ronaldo alimjibu mwalimu sababu alikuwa anamdhihaki sana kutoka na familia yake ya kimaskini. Sasa Ronaldo akaamua kufocus zaidi na mpira na akaachana kabisa na masuala ya kusoma. Alipokuwa akipata nafasi ya kuonyesha kipaji chake, Ronaldo alikuwa anakiwasha kweli kweli. Hatimaye tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2003 timu aliyokuwa anachezea Ronaldo ilialika timu ya Manchester United ili wacheze mchezo wa kirafiki. Katika mechi hiyo Ronaldo alikiwasha sana na kuifunga Manchester United bao 2. Tena kwa kuwadhalilisha mabeki wa Man U kama watoto wadogo. Ronaldo alifanikiwa kuonyesha kiwango kikubwa sana cha kucheza soka. Kocha wa Man United Sir Alex Ferguson alivutiwa sana na Ronaldo, na sio yeye tu, hata benchi la ufundi na wachezaji wa Man United wote walishangazwa na uwezo mkubwa wa Ronaldo. Hatimaye Ronaldo alifanikiwa kusainiwa na Ronaldo. Hiyo ilikuwa ni baada ya wiki 2 tu tangu Sir Alex Ferguson kumfahamu Ronaldo. Alikuwa ndio mchezaji wa kwanza wa Kiportugal kusainiwa na timu ya Kiingereza. Hivyo usichokijua, Ronaldo aliposainiwa Manchester aliambiwa achague namba ya jezi. Ronaldo akachagua namba 28, ila kocha wa Manchester alimuona mbali sana Ronaldo na kuamua kumpa namba 7. Ilikuwa ni namba ya heshima sana, ila Ferguson alijua Ronaldo anastahili namba hiyo. Ronaldo akaendelea kucheza Manchester United na kuzidi kuweka mizizi ya ufalme kwa kushinda mataji makubwa kama Champions League. Ronaldo alishinda mataji ya Champions League mara 3 akiwa na Manchester United. Hatimaye baada ya miaka 6 kukaa Manchester United na kupata mafanikio makubwa, sasa Ronaldo aliona ni bora aende sehemu nyingine kuangalia changamoto nyingine. Wakati huo timu kama Real Madrid ilikuwa inatamani sana saini ya mchezaji Ronaldo. Ilikuwa ni timu nyingi tu zilimtamani Ronaldo, ila hatua ya mwisho dau la Real Madrid lilikuwa ni kubwa sana. Ilikuwa ni pauni milioni 94. Hiyo ilikuwa ni pesa nyingi sana. Kipindi kile Ronaldo ndio alikuwa mchezaji aliyesainiwa kwa pesa nyingi sana duniani. Ronaldo akiwa Real Madrid alifanikiwa kuvunja rekodi nyingi sana na kupata mataji makubwa sana. Akiwa Madrid, Ronaldo alikuwa ndio mchezaji aliyefanikiwa kufunga mabao mengi sana Ulaya. Kwa Madrid tu alifanikiwa kufunga mabao 105 katika mashindano ya Champions League. Ronaldo alifanikiwa kubeba makombe ya Champions League mara 3. Ilikuwa ni miaka mfululizo, nayo ni mwaka 2016 mpaka 2018. Hiyo ikamfanya kupata Ballon d'Or mfululizo akiwa na Real Madrid. Ronaldo alifanikiwa kusimika mizizi ya ufalme wake akiwa Real Madrid na kupendwa sana duniani. Beki yoyote yule akisikia atacheza na Real Madrid, jua mawazo yake makubwa ilikuwa ni namna ya kumdhibiti Ronaldo.
Ronaldo alikuwa ni aina ya wachezaji ambao wanaweza kufunga kwa namna yoyote ile uwanjani. Mchezaji mmoja anaweza kuwa na uwezo wa kukimbia na mpira, mwingine ana uwezo wa kufunga kwa free kick, mwingine ana uwezo kwa kudribble, ila Ronaldo alikuwa na kila sifa ya mchezaji bora. Kipindi hicho walitengeneza bond kubwa sana kati ya Bale, Benzema na Ronaldo, wakawa wanajiita BBC. Miaka ikazidi kwenda, Ronaldo akazidi kuonyesha mabalaa makubwa uwanjani, na sio katika timu yake ya Real Madrid ila hata pia katika timu yake ya taifa. Alisaidia Real Madrid kushinda mataji 16 makubwa, ikiwa ni pamoja na ligi ya mabingwa Ulaya 2013, 14, 2015, 16, 2016, 17, 2017, 18, La Liga 2011, 12, 2016, 17, Copa del Rey 2010, 11, 2013, 14, Kombe la Dunia la klabu, Supercopa de Europa, Supercopa de España, tuzo binafsi. Wakati akiwa Real Madrid, Ronaldo alipata tuzo nyingi binafsi, zikiwemo Ballon d'Or 2013, 2014, 2016, 2017, Golden Shoe 2014, 2015, 2018. Tuzo za The Best FIFA Men's Player, tuzo za UEFA Best Player in Europe, tuzo za Pichichi kama mfungaji bora wa La Liga. Rekodi za kipekee alizowahi kuzipata ni kama mchezaji wa kwanza kufunga mabao 100 katika mashindano ya UEFA kwa klabu moja, mchezaji wa kwanza kufunga mabao 10 au zaidi katika misimu 7 mfululizo ya ligi ya mabingwa Ulaya. Aliweka rekodi ya kufunga mabao 17 katika msimu mmoja wa ligi ya mabingwa Ulaya 2013-14. Aliweka rekodi ya kufunga mabao 61 katika msimu mmoja wa mashindano yote akiwa na Real Madrid. Baada ya kuondoka Real Madrid mwaka 2018, Cristiano Ronaldo aliendelea na safari yake ya soka kwa mafanikio makubwa katika kilabu cha Juventus kilichopo Italia. Hapa kuna muhtasari wa mafanikio yake katika vilabu hivyo. Ronaldo alijiunga na Juventus kwa ada ya euro 100 milioni, na katika misimu mitatu alifunga mabao 101 katika mechi 134. Mafanikio yake ni pamoja na mataji ya timu Serie A 2018, 19, 2019, 20 Coppa Italia 2020, 21 Supercoppa Italiana 2018, 2020. Tuzo binafsi alizowahi kuzipata akiwa Juventus ni kama mfungaji bora wa Serie A 2020, 21, mchezaji bora wa Serie A 2019. 2020 alifunga mabao 100 kwa Juventus, akifikia alama hiyo katika vilabu vitatu tofauti. Katika ujumbe wake wa Instagram, Ronaldo alisema, "Nimefikia malengo niliyoweka tangu nilipowasili Italia, kushinda ligi, kombe na Super Cup, na pia kuwa mchezaji bora na mfungaji bora katika nchi hii kubwa ya soka." Msimu wa mwaka 2023 Ronaldo alijiunga na Al Nassr mnamo Januari 2023 kwa mkataba wa miaka 2.5 wenye thamani ya takriban dola 200 milioni kwa mwaka. Katika kipindi chake, mafanikio ya timu Arab Club Champions Cup 2023, Al Nassr walimaliza nafasi ya pili katika ligi ya Saudi Pro League msimu wa 2023-24. Mafanikio binafsi: mfungaji bora wa ligi ya Saudi Pro League, aliweka rekodi ya kufunga mabao 35 katika msimu mmoja wa ligi ya Saudi, akivunja rekodi ya awali ya mabao 34. Alifunga mabao 99 katika mechi 111 kwa Al Nassr. Alitunukiwa tuzo ya Maradona Award for Best Goal Scorer of the Year katika Globe Soccer Awards 2023. Mnamo Mei 2025, Ronaldo alidokeza kuondoka Al Nassr kupitia ujumbe wa Instagram. Ronaldo aliandika, "Ukurasa wa hadithi umeisha, bado imeandikwa kwa ushupavu mkubwa. Inasadikika Ronaldo ndio anastaafu soka na kuendelea na mambo mengine." Hivi sasa Ronaldo amestaafu soka akiwa na miaka 40. Tofauti kubwa kati ya Messi na Ronaldo ni kwamba Messi anajulikana kwa uchezaji wa kiufundi, uwezo wa kudhibiti mpira, pasi sahihi, na uwezo wa kuunda nafasi kwa wachezaji wenzake. Ana uwezo mkubwa wa kupenya safu za ulinzi na kutoa msaada wa mabao. Ronaldo anajulikana kwa nguvu, kasi, na uwezo wa kufunga mabao kutoka nafasi mbalimbali. Ni mchezaji mwenye nguvu ya mwili na uwezo wa kuruka juu, akitumia vichwa kufunga mabao mengi. Ballon d'Or, Messi ameshinda mara 8, wakati Ronaldo ameshinda mara 5. European Golden Shoe, Messi ana 6, Ronaldo ana 4. Mataji ya klabu, Messi ana 44 ila Ronaldo 38.
Mafanikio ya kimataifa: Messi kombe la dunia 2022, Copa America 2021, Ronaldo Euro 2016, UEFA Nations League 2019. Messi 859 mabao katika mechi 1097, Ronaldo 934 mabao katika mechi 1277, Messi 381, Ronaldo. Messi katika mwili wake amechora tattoo nyingi za watu wake wa karibu, ila Ronaldo hajaweka kabisa tattoo yoyote, sababu kila mara anatoa msaada wa damu kwa wagonjwa hospitalini. Ile debate ya nani ni mkali kati ya Messi au Ronaldo haijawahi kuisha, ila wengi wanasema Messi anapendwa na viongozi wa soka, ila Ronaldo anapendwa na mashabiki wa soka. Kwa leo tumeishia hapa katika historia ya Ronaldo. Usiache kusubscribe katika channel yangu ya Montero upate historia nyingi zaidi. Asante.